hizo unazopata hapo, anahangaishwa. Nyumba hizo zina mambo mengi sana. Tukianza kufungua ukurasa wake hapa tutakesha. Na ndoa za vijana hizo ambayo zinaambiwa zina expire date, ndoa ina expire date. Wewe ulisikia wapi habari hizo? Kuna mmoja kaandika kabisa talaka, ndio yuko na mke anaishi na mke wangu mimi, talaka nishaiandika, imebaki saini tu. Siku yoyote ukiwa ukiamua unaenda zako, katie saini pale uende zako basi. Sasa hizi ndoa hizi zitadumu vipi? Qurratu ain tapatikana wapi? Lakini nawapeni mambo manne ndugu zangu, wanawake na wanaume walio na ndoa nyumbani. Mambo manne haya mkiyakamata vizuri insha Allah, ndoa itakuwa na qurratu ain. Jambo la kwanza as-sabru. As-sabru, lazima kuwe na subra katika ndoa. Subra, bila ya subra mtatimuana tu, wiki haifiki. Kila mmoja ajilazimishe kuwa mvumilivu na subra na mwenzake, ndiyo mtafika. Lakini ukisema mimi ninatafuta mke mwenye sifa hizi hanikeri hata kidogo, huyo hayupo, yuko peponi na hatujafika. Hayupo, sote tuna mapungufu yetu. Kwa hiyo subra kamate vizuri. Nguzo ya pili at-taghaful. Taghaful manake kujifanya kama hamnazo, kujifanya huoni. At-taghaful hii ni at-tajahul. Unajua kuna jahil na mutajahil, kuna mjinga na kule kuna yule anayejijingisha. Leo tutasema Kiswahili. Kuwa mjinga ni sifa mbaya. A'idhuka an takuna min al-jahilin. Lakini tajahul sio sifa mbaya. Tajahul ndo taghaful. Yani don't be smart everything, manake nyumbani kila siku wewe uko smart kwamba mimi bwana mke wangu hanidanganyi hata siku moja bwana, mimi niko macho kweli, mimi la takun dhakiyan fi kulli waqti, usiwe smart katika kila jambo. Mambo mengine jifungie macho kana kwamba huyaoni vile, ndio mnakwenda mtavuka salama. Laysa al-ghabiyyu, msikilize huyu bedui alikuwa anasema maneno, laysa al-ghabiyyu bi sayyidi qaumi bal sayyidu qaumin man yataghaba. Mfalme wao sio mjinga. Mjinga hawi mfalme wa watu, lakini mfalme wa watu huwa yule mwenye kujifanya mjinga. Ghabi ni stupid, lakini alladhi yataghaba ni ana act stupidity, ana act kama ujinga, lakini hakuna ujinga. Sijaona, kumbe kaona. Shuraih al-Qadhi alipokuwa mahakamani asema siku moja wamepanda wanawake wawili kwenye kiriri, wanataka kula ushahidi. Sasa mmoja wao akatoa sauti yenye kutengua udhu, mnajua. Mwanamke akaona haya sana, lakini Shuraih al-Qadhi akamuuliza masmuk, asema fulana ibn fulana, fulana binti fulana. Shuraih al-Qadhi akauliza tena ismuk, asema fulana binti fulana. Masmuk mara tatu. Bibi akasema alhamdulillah, hakusikia ile sauti, kumbe mwenye masikio yake ni mazito. Umefahamu hapo kuna nini kinaendelea? Yani kamuuliza mara kwanza, yule akamwambia, akajifanya kama hajasikia ili ampe indication kwamba hata ile sauti hakuisikia. Mara ya kwanza, unaitwa nani bibi wewe? Fulani. Unaitwa nani? Alhamdulillah, hakusikia ile sauti, alhamdulillah. Hii ndio mfano wa kujifanya hamnazo. Lakini kuna wanaume wanajifanya smart kila kitu, hanichiti mimi hata kidogo. Mwache akuchiti siku nyingine, kumbe unamchiti wewe. Al-ghabi walladhi yataghaba, ndoa itadumu. Jambo la 4 at-taghafur, musameheane. Tena mkija katika kesi, usifungue kesi zilizopita ambazo tayari Sheikh Nabata ameshazisolve zamani.
Manake kawaida yetu sisi, wewe si mwaka juzi 1012 si nilikukuta na kosa hili, message ulitumiwa mwaka uliopita, hii si ilishapita, mbona unafufua makaburi? Sisi tusizungumze yaliyopita. Waswahili wasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ukiwa mtu mwenye principle hizi, hata kama ulikosewa, usifufue tena mambo kakumbusha huku. Achaneni na mambo yaliyopita, songeni mbele. Jambo la mwisho, al-fadl. Usisahau fadhila. Wanawake wana fadhila kubwa nao wanatufanyia, na sisi tuna fadhila kubwa tunawafanyia. Unaweza kwenda nyumbani ukampata kambeba mtoto hapa, na mwingine uko tumboni, na mkono huo anakoroga anakupikia, na hapa ameweka simu loudspeaker, anaongea na mamako, anamuuliza ule mhogo umefika. Mambo matano anayafanya yeye. Ungekuwa unafanya wewe, ungeumwa na kichwa wiki 2. Wallahi alazim. Lakini usisahau hizi fadhila. La yafraku mu'minun mu'mina. Mtume anasema kuna baadhi ya mambo ni mazuri. Mie mwenyewe ndugu zangu, ni mke wangu akienda kwao wiki moja tu, nalalia bedsheet hiyo mwezi mzima sibadilishi. Mpaka arudi, akirudi dakika moja tu tayari imebadilisha kila kitu. Na sio kwamba hakuna nyingine, unaona hata kubadilisha jamani bedsheet tunashindwa. Basi wakikosea katika baadhi ya mambo, kwa nini tusiwe wavumilivu? Ndio ile itapatikana ile qurratu ayun. Bila hivyo hatuwezi kuishi nao. Can't live with you, can't live without you. Yote yanawezekana. Hatuwezi kuishi nao, hatuwezi kuishi bila ya wao. Yote yanawezekana. Lakini alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wasikilize conclusion. Ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Hao watalipwa pepo za juu, ghurfa, daraja za juu kwa subra yao. Kwa sababu hayo yote yanahitaji subra. Sabru fi taa wa sabru fi maasiya wa sabru fi masaib. Sote inahitaji subra. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao hao waja wema. Inshallah nafikiri kinatosha kwa leo. Mnaenda mbali. Mwenyezi Mungu inshallah awafikishe majumbani mwenu kwa salama. Sheikh Nabata atupe ratiba. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ba'd. Mwenyezi Mungu amjaze kila la khair Sheikh wetu kwa maneno mazuri yenye kuwa na maana kubwa sana, na siwezi kukariri aliyosema, lakini hadithi iliyoanzia kuzungumza imetosha kwamba ni bushra kubwa kwa waumini wanapokusanyika katika nyumba ya Allah, miongoni mwa nyumba zake kama hivi. Allah mlipe kila la khair. Sheikh wetu mwaka 74 Muhammad Hisham Qaddum siku moja aliyokutuambia, bal la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Asiwashukuru watu basi hawezi kumshukuru hata Mwenyezi Mungu. Na sisi hatuna budi kumshukuru ndugu yetu Sheikh Uthman Maalim Amr, Mwenyezi Mungu jaza kila la khair. Pia na yule ambaye anafanya sababu kwa kila mara kuja katika mji wetu huu wa nchi yetu hii, sita kutaja jina lake, ndugu yangu Sheikh Amr bin Nasr, Mwenyezi Mungu jaza kila la khair. Na wote ambao wanajumuika wanashirikiana katika njia kama hii, Mungu alipe kila la khair inshallah. Mwenyezi Mungu akipenda darasa kesho itakuwa msikiti wa Buiza mchana baada ya salati dhuhur, barabara ya 3 Buiza. Na baada ya salati tarawih kama kawaida tutakuwa katika msikiti Istiqama. Na hivi ninarejesha microphone kwa Sheikh Uthman atuombe dua, kwa sababu dua musafir inakuwa inajibiwa zaidi kuliko ni mwenyeji. Karibu Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد.